Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa siku ya leo napenda niwakumbushe, kwa sababu mwaka uliopita nilisema maono, nikafikisha ujumbe kwenye nchi ya Tanzania. Nikasema ya kwamba Mungu aliye juu mbinguni amenionyesha ya kwamba Watanzania waombee nchi yao, kwa sababu muda wa uchaguzi kutakuwepo matatizo sana. Watu wengi walinicheka, watu wengi wakanidhalau. Nikasema ya kwamba nchi ya Tanzania mtu anaweza kuiongoza ni Tundu Lissu. Nikasema huyo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, yeye huyo ni mnyama. Huyo hajali watu. Sasa muangalie tangu aingie madarakani, muangalie jinsi Tanzania ilivyorudi nyuma. Hafu muangalie mambo yanayoendelea. Yeye anataka kujifanya kama yeye ndo anayeweza kwa kila jambo. Ndo maana anatumia kauli za dharau, kwa sababu yeye hajali wanadamu. Niliyaongelea mwaka uliopita. Sasa muangalie kwa sasa, na hayo yanayofanyika kwa sasa ni mwanzo, bado uchaguzi. Je, kwenye siku na mwezi na tarehe ya uchaguzi vitafikia wapi? Watanzania mahala mlipo, muombee nchi yenu. Kama siyo hivyo, ndugu zangu, mtajutia baadaye. Shalom, shalom. Kwa siku ya leo nataka niongelee nchi ya Tanzania tena, kwa sababu yanayofanyika kwenye nchi ya Tanzania sio sahihi, sio mazuri, hayampendezi Mungu aliye juu mbinguni. Mungu aliye juu mbinguni alinionyesha ya kwamba Tanzania inaongozwa na Mafarisayo. Mnisikilize vizuri kwa makini. Nchi ya Tanzania inaongozwa na Mafarisayo. Na Mafarisayo kwenye muadili wa Biblia ni watu wanapinga ukweli. Kabla yote wewe unapatia maandiko, naomba uchukue kalamu yako, uchukue Biblia, usome Mathayo sura ya 23 mstari wa 23 hadi mstari wa 34. Uone jinsi gani Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye juu mbinguni alivyowaita Mafarisayo, jinsi alivyosema. Na uangalie sasa chama cha CCM na chama cha Chadema ni wakina nani Mafarisayo. Sijawahi ona chama cha Chadema kinazuia mtu asiseme ukweli. Sijaona chama cha Chadema kinafunga watu au kinapoteza watu. Lakini chama cha CCM, chama cha CCM kinafunga watu, kinapoteza watu, kinauawa watu. Ndio maana Mungu amenionyesha ni Mafarisayo. Ngoja napatie maandiko mengine. Naomba msome Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 52 hadi mstari wa 55. Jinsi gani Stefano aliuawa kwa mawe. Aliuawa kwa sababu alikuwa anasemesha ukweli. Waliomuua ni Mafarisayo. Kwa muadili wa Biblia, Wafarisayo wana waandishi. Ndio maana Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye juu mbinguni alisema kwamba muwe makini na Mafarisayo, na muwe makini na waandishi, na muwe makini na kalamu inayotumiwa kuandika. Chama cha CCM kinatoa habari za uongo, wanaandika vitu vya uongo. Enyi Mafarisayo, mimi siwaogopi. Hapa ningekuwa niko Tanzania, Mafarisayo hao na mwaongelea wangekuja kuniondoa. Na mimi siogopi kufa. Nitakufa mara ngapi? Tanzania, wananchi wa Tanzania wanajua ukweli, lakini wanaogopa Mafarisayo. Wanaogopa wakisema
unauawa. Ukijitokezea tu unakamatwa, unaweka jela. Enyi Mafarisayo, mkisoma Mathayo mnaona jinsi gani Yesu anasema ole wenu Mafarisayo, na mimi hiyo neno ngoja nilitumie, ole wenu Mafarisayo. Ngoja niwapatie maandiko mengine. Naomba msome kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Wanasema ya kwamba wanatuzuia tusiseme ukweli. Sasa chama cha CCM na chama cha Chadema ni wakina nani? Wanazuia wengine? Mbona vyote viko ndani ya Biblia? Wanatuzuia tusiseme ukweli. CCM inazuia watu wasiseme ukweli. Mheshimiwa Tundu Lissu, na kuomba uanze kuomba Mungu aliye juu mbinguni. Uanze kumuita Mungu aliye hai, atakaye hukumu waliokufa na walio hai, atakaye hukumu wachawi, waganga wa kienyeji, wa Freemason, wa Illuminati, atakaye hukumu ma-alien na ma-reptilian, atakaye hukumu ule mwovu shetani na watumwa wake. Bila mafungo na maombi huwezi kuwashinda Wafarisayo. Chama cha CCM kinashinda kwa uongo. Wanatumia gharama nyingi kwenye uchaguzi ili washinde. Wananunua ushindi. Wanatumia nguvu za giza, wanatumia pesa, wanatumia uongo kwa sababu ni Mafarisayo. Nataka niwaombe chama cha Chadema, mahala mlipo, kuanzia leo mwanze kuomba ili mshinde. Kama sio hivyo hamwezi kushinda. Na mkiomba kweli kweli mtashinda Wafarisayo. Naomba Watanzania mahala walipo, nataka niwapatie maandiko, muyasome na muyatafakari, na muangalie chama cha CCM na chama cha Chadema, muone ni wakina nani Mafarisayo. Na ukiangalia nchi ya Marekani, Mafarisayo ndio wanampinga Donald Trump. Donald Trump anaishi kwa neema ya Mungu aliye juu mbinguni. Na ukitazama Tanzania, Tundu Lissu anaishi kwa neema ya Mungu aliye juu mbinguni. Kama sio hivyo Wafarisayo wangekuwa wameshamuondoa. Yaani chama cha CCM wahusika wangekuwa wameshamuondoa. Na yale yaliyotokea mwanzo kwa Tundu Lissu walioyafanya ni viongozi wa CCM. Viongozi wa CCM ndio wameyafanya. Ni mipango wanapanga. Sawa na mipango wamepangia Donald Trump. Ni viongozi wampangia Donald Trump. Mimi nitaenda kusemesha ukweli. Sasa naomba nipatie maandiko. Nitasoma Mathayo sura ya 23 mstari wa 23 hadi mstari wa 34. Nitasoma kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 47 hadi mstari wa 51. Nitasoma Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 52 hadi mstari wa 55. Nitasoma Wathesalonike sura ya kwanza, Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15 hadi mstari wa 16. Mtayaona. Mimi niko tayari kwa kila jambo. Ni lazima nisemeshe ukweli. Ni lazima Watanzania, wananchi wa Tanzania wajue ukweli. Na la kumalizia, na waomba wananchi wa Tanzania kuanzia leo muombee nchi yenu. Haijalishi wewe uko chama cha CCM au ni mwana wa CCM, wengine Chadema, muombee nchi yenu. Kama sio hivyo matokeo yatakuwa mabaya sana. Haya ndio nilikuwa nayo kwa siku ya leo. Kwa mtu yote ambaye nisikiliza na kufanyia kazi, na Mungu aliye juu mbinguni ambariki. Shalom. Watazamaji mnanitazama, mimi Prophet James Ndayishimiye.
naomba mtege sikio mnisikilize kwa makini. Nataka nijibu kauli rais wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan aliyotumia. Kauli aliyotumia ameweka dharau sana, kwa sababu anajijua yeye sio binadamu kama wewe. Yeye ni kiumbe cha maajabu, yeye ni kijitu. Sisi tunamjua, sisi tunawaona, tunatembea na mambwa mwitu, tunatembea na mijitu. Yeye ni kiumbe kinachoitwa reptilian. Rais Samia Suluhu Hassan, yeye ni kiumbe kinaitwa reptilian, sio binadamu. Kuna viumbe vinafanya kazi zinazotaka kufanana. Kuna kiumbe kinachoitwa reptilian na alien. Alien na reptilian kuwa ndio vinataka kutawala binadamu, vinataka kujiona kama vina nguvu, vina uwezo, kama ni vyenye akili. Sasa yeye Rais Samia kutumia msemo au kauli ya kusema wataota mkia, ni kwa sababu yeye anatembea na mkia, na wale wanamfuata, anajua wanamfuata wengi wanamkia, kwa sababu wengi ni reptilian. Sasa hiyo ni dharau sana, kiumbe kuita binadamu eti wataota mkia kwa sababu wao wameshaota mkia. Hiyo ni dharau sana. Sasa ndugu zangu wapendwa, wana wa Mungu, mimi siwezi kuogopa kusemesha ukweli, kwa sababu sisi tumebarikiwa na macho ya kuona. Kuna wengi, hata ndani ya Biblia pameandikwa ya kwamba wengi wamevaa ngozi ya kondoo wakati ni mambwa mwitu. Naomba uchukue kalamu yako, uchukue na Biblia yako, utasoma Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 29 hadi wa 30. Wanasema ya kwamba wametumwa mambwa mwitu waje kama kondoo. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa 16 hadi wa 17, wanasema mambwa mwitu wametumwa waje kama kondoo. Ukisoma kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 4, wanasema hivyo hivyo. Maana yake tunaishi na mambwa mwitu, tunaishi na majitu, tunaishi na alien na reptilian. Sasa rais wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, yeye ni reptilian. Ndio maana anadharau sana binadamu, kwa sababu yeye sio binadamu, yeye ni kijitu. Haya ndio nilikuwa nayo kwa siku ya leo. Kwa mtu yoyote amenisikiliza na kuyafanyia kazi, na Mungu aliye juu mbinguni ambariki.